Eyo, mambo vipi? Welcome to episode 2 ya Street Code KE. Na leo bwana tunaenda kudiscuss topic fulani hivi, tunakuuliza red flag ni nini? Yaani katika mahusiano ni kitu gani una consider kama red flag? Na sipo peke yangu, ndani ya mjengo nipo na wenzangu, nawapa time na wao wajiintroduce. Mimi ni PhD kidato na katika hii mada ya leo mwanangu hapa umenipiga kitu. Kuna vitu ambavyo nafikiria tayari kama red flag kwa sababu ukiangalia wacha mdada aongee kwa. Maana ni red flag. Okay. Mimi endelea tu kuniita Aisha. Yes. Red flags. Siku hizi baadaye relationships nyingi zimejaa na red flags kibao. I'll consider red flag kitu kama communication ikianza kupungua. That's a very red flag. Kama ilianza from good morning babe. How is your day? Ikifika lunch, have you had something to eat? Jioni you had a good day. Ikifika mahali kwamba inaanza good morning. Ile babe haiko. Kuna vitu vingi, terminology zingine zikiondoka unasoma tu tone. Mwanzo for us ladies tunajua hata kusoma text kutumia tu tone. Kwa hivyo kama ukini text hi babe, najua this guy is in a good mood. Nikiona hi, afu zinaenda hi paka mwisho nafika mahali kwamba communication haiko. Ukimpigia niko busy. Kimoji umetafuta amefunda red flag, tafuta mtu. Kama ulikuwa hana shida hata kushika simu zangu akiwa job, alafu anza sasa ukipiga simu kama yuko job, yakata yatuma zile message zinaitwaje? Ile call me now, can talk now. Hizo kama communication ikianza kwenda segemnege from high to kwanza kesho utakuwa busy, ukipunguza tafuta. Tafuta deep. Okay, mimi jina ni Cheche, rais wa vijana. Na hii topic ya red flag naona kama ambaye hapa ndo mashambulizi yatakuwa makali. Lakini katika hizi red flag kuna watu wanaishi katika mahusiano ambayo yalikufa zamani. Na si kwamba red flag ni watu hawaoni. Kama huoni basi hata kusikia usikii. Lakini naona mara nyingi hizi red flags mara nyingi watu ambao wanazichukulia kwa hali ya serious ladies. Ladies wako very kwa uchambo mwanamume. Huyu mwanamume anaenda kwa sababu wao wana feel ile consistent communication kwao ndo upendo. Na sisi wanaume tunachukulia kwamba nikikwambia asalamu alaykum asubuhi hata saa mchana pia Aisha pia unaambie afternoon inaendelea vipi. Lakini mimi kizungumza sasa unanipima mimi kwamba mimi nisipozungumza hiyo tayari red flag. Lazima tuziangalie pande zote mbili. Hata wewe pia una right ya kuniambia mimi good morning. Si kwamba mimi nikikwambia madam nimekwambia good morning mpaka kesho asubuhi unajua hapa naweza kupenda niko busy. Umenizoesha. Sio mara nyingi mtoto akianza akizaliwa anakunywa maziwa mara nyingi haendi na hizo menu yenu lunch breakfast haendi. After every 30 minutes ataka kunyonya. Sasa ndio vile ambavyo sisi wanaume tunakuwa hivi. Sasa nitakuwa nakudekeza lakini afika mahali pia na wewe ushike kamba na wewe ukule sima, ukule ugali sasa. Lakini sasa utakumsha maziwa paka unafika miaka 40 shwali. Bwana unaona kuna kitu ambacho nakiona kwamba it's one of the biggest red flag. Aisha bwana, sisi tumezoea mchezo tunapiga mastaili kadhaa. Lakini kicheki mfanya hivi umeniintroducea staili zingine mpya. Kesho unasema unamshika. Hapo tayari ushanipatia bonge moja la challenge. Kuna umepractice kwa nini? Kwa nini usiniambie leo bwana kuna moja akichurachura. Si kuna kazi ya Google ni nini? Kazi ya Google ni nini? Tunamwomba nizingie katika relationship. Siku na Google kama utakutoa ugomvi baina ya mimi na wewe. Tuangalie sote. Bwana, mimi nimeona kuna style kibao. Wacha tucheki. Alafu ndio pale tuna practice. Ukibadilisha style ni red flag kwamba huyu mtu ana mtu wake. Hiyo tayari shapiga tayari tick kwamba. Si nime Google jamani. No, kuna site Google. Kuna lot of sites that unajua si kila siku nitakula sima na mboga. Si kila siku kama kuna tutorial za kupika, mbona nisiende kuangalia vitu vingine vyenye vitongeza uangalia. Sasa kama unapika useme kwa mfano utakupika pilau ama biriani, sio? Mimi ndio nimenunua, si ndio? Kumaanisha kwamba pia nami nimehusika. Sasa katika hali pia wale ile shughuli ngoja. Ukini surprise hapo umeshapiga tick kwamba imagine wewe umeshinda kazini, sawa, au umeshinda kazini, mimi labda nimeshinda nyumbani. Sawa, kuna vitu nataka
kuspice up unajua chumbani bwana lazima kuwe na vitu vya kuspice labda nimegoogle nimeona nini udi ama nini unajua kuna vitu ukionaona pale unasema ngoja bebangu akija I want to try. Nimeshinda kwa nyumba I am practicing how to please you. Alafu ni red flag gani? Red flag kwa sababu gani? Unajua kuna vitu vingine red flag kwa mwanamume anaona sisi tunachukulia kwamba mwanamke ni mtu ambaye ni kama wamfundisha anafaa yani wewe ndo uwe guide. Lakini sasa kama wewe ndo una apply hizo vitu tunaona lakini anaona mimi nacheza na star hapa sasa mimi kunipata nikiwa virgin mwenyewe nimepiga nimepata experience nisikuonyeshe sasa hiyo ni red flag. Unajua katika mahusiano hata kama ndio maana relationship ukipiga the new relationship tafadhali go down ujifanyishe kwamba wewe ni msichana. Mimi naonyesha mastairo my friend. Mimi unaenda unajua syllabus mtakuwa mwaipeleka mbio. Sipeleki mbio lakini siwezi. Ngoja kitu. Ni kama vile mtu mmeanza kwenye mahusiano kisha unamwambia hamjapatana. Tena ni long distance tuseme. Nikikupata wewe. Unaweza kutishia mwanamume mitini. Lakini mna chat pale kitu kidogo pale unamwambia mwanzo wewe nikikupata nitakupiga style hii nitakubinua hii. Ngoja akija kwa mfano akija pale unapata wewe hata zile style ambazo ulikuwa umeziweka zote ambazo ulikuwa umemtengeneza expectations zimekuwa nyingi kwamba mimi unaona nikienda kwa jamaa yani vile vitu ambavyo nitavipata kwake itakuwa ni moto moto. Ukija unapiga moja chali sio unashangaza sasa kidogo akikubali zile style zingine fanyeje? Ndio hapo sasa tunasema unajua questions zangu anaja kwa 6x6 nakuja kigodoro kidogo tolea chini nitafanyaje master wangu yote. Alafu unajua kuna design fulani ya vitanda yenye unaingiza shingo na mikono ndio pale sasa ndio mnafanyisha watu wanaenda nunua hivyo vidudu na hiyo kitu sasa katika mahusiano. Kando na hiyo labda amesema communication na hizo tabia ambazo unamfundisha mtu and then ukija ukavikata pia ile kuja kukata chakula kuoneshwa hata kule kwa mfano umenifundisha kitu and then baadaye uje ukate pia mimi kwangu ni red flag. Unaonyesha kuna mtu anakupatia zaidi umepata kama uperform ifanyeje nikufundisha ushiki no si kwamba tukufundisha umeapply nikaizoea kisha baadaye uje unikate lakini ngoja nikwambie swali mimi nitasema kwani ngoja umenizoesha ukituma message vipi uko wapi kisha unamaliza babe ukisema umepata hani ama anakuambia hivyo natuma uko wapi wewe uko wapi ama kuja na ama anakuambia ama niletee chumvi niletee chumvi unamwambia tu kasirika na kutabeba unahitaji vitu kutoka kwangu mimi natumia pesa yangu sio umetuma message itume kwa na mapenzi inilegeze pia nami nifanye nini wapi tata kununua kitu hata kama umenunua kitu anakuambia leta paketi moja unaweza kuleta paketi tatu usilete mimi think another red flag ni ile kwamba maybe kwa mfano hamko married lakini mko katika relationship mkikutana mmoja anazima simu mbona uzima simu like tumekutana unaweka simu ya plan hata watu wanisomboe watu kina nani lakini sasa ngole uombe kitu ana red flag unaficha nini okay hiyo kitu yategemea kwanza huyo ambao unamdate ni nani for example kuna date mtoto wa mheshimiwa tuseme na unajua anytime anakuwa monitored wale watu ambao wanamzunguka sasa mheshimiwa babangu hajui kama mimi nina mtu ndo nasema huyo utasema huyo boyfriend wako sasa ndo mtoto wa mheshimiwa yote yani na tayari security kwale iko tight anajua mimi nikienda kule nitaboesha Aisha nitapigiwa simu niambie nitoke acha nizime kwa hivyo yategemea una mimi nitakuunderstand wewe ukiwa mtoto wa mheshimiwa naelewa tu like life yako iko vipi mimi ndo nasema ukidate mtu jua tu mtu huyu ni routine yake iko vipi. Kwa mfano mimi tuseme na date mtu ambaye najua job yake ina uhitaji zaidi. You understand? Nita embrace kwamba najua nikifika kule na expect tu after 2 minutes baby wangu atafanya hivi. I'd rather nione hizo simu 10 zikiingia kuliko uneka airplane mode. Uko radhi zile missed call zote ziingie, lakini unajui katika pena kuna call moja pale ilikuwa imemtengezea milioni 3 ambayo ashike. Mimi ndio na problem ati nimeenda kwa boyfriend wangu ashike simu. Kwa sababu end of the day nikitoka pale kwa ile nyumba yako utaniambia, ama kwenye mkahawa utasema unajua sina pesa za mahitaji. Mimi mtu usizime simu. Mimi nikija kwako anze tu ama weka simu mimi na moja piga. Weka hivi.
Mimi nina moja pigo nilipata. Mimi hapana. Acha tu useme tu kweli. Moja nilipiga pigo. Hapa maeneo ya Kwale County bwana. Na mrembo bwana. Tunadetiana nini, tunatoana outing nini. Kapatana somewhere. Akaniambia sasa nafika street natembea kila time kama niko peke yangu ama niko na masela. Lakini imefikia niko na yeye ananiambia tugeuze njia. Unaelewa? Ananiambia sasa tufanye nini? Tugeuze njia, tusifuate zile njia ambazo mimi nazijua. Unaona? Mbona najua ziko very peaceful. Lakini akaniambia tusipite na hapo, tupite na hapa, tukashangaa kajuza maswali. Yadaiwa. Mtoto wa pasta mimi kama nadaiwa utakaenda kule kapigwa makofi. No. Niambie. Chama nimetoroka si mimi ni boy wako. Si mimi ni boy wako. Una uwezo boy wako. Umeniuliza. Unajua penda za kukulipia. Unajua una. Utawajua bwana. Utawajua. Sasa mbona umemwekea katika mahusiano unajua hata hii kitu haifiki mahali kwani umejua. Ama ni kwa sababu mimi nakupenda kama una pesa lakini tunaweza date mtu kajua huyu bebe wangu uwezo wake wa kuninunulia viatu vya 6,000 hana. Uwezo wake wa 200. Kwa hiyo hata nikiwa na shida ya viatu kama viatu vimeisha na kupeleka pale Cheteni. Sikupeleki Bata. Na kujua uwezo wake. Unasema una pepo wa chips na nasikia njaa, siwezi kupeleka hoteli fulani pale sitaki kutaja majina. Siwezi kupeleka pale. Najua uwezo wako pale Mwembeni 100 fresh. Siwezi kupeleka mahali kwenye utalipa 2,000. So mimi nikikwambia tuende na huku tusiende na huku. Lakini hapo nadaiwa na hapo ngoja ngombe kitu hapo kwa kidato anavyosema. Hiyo tayari pia kwanza ndio flag sana kweli yani maisha route. Kwa nini unarudia route? Kwani wakati ambapo sisi tunaenda Kombani. Tutumie barabara. Tunaenda Kombani na stage ni moja. Unaniambia tukapande pale County Assembly. Na mimi pengine nataka tupate city tukae comfortable. Lakini ananiambia tukapande County Assembly kwa sababu tu tukavunja pale milango. Na pesa nalipa mimi ndio pesa yangu. Kama wadaiwa usiniambie. Si useme tu nadaiwa pesa fulani. Atalipa atajitahidi. Mimi nakuonea huruma pale. Lakini okay mimi sijui hii kama ni red flag ama nini. Kwa nini? Mbona hii ya simu mnasema red flag lakini hii ingine black tag? Mimi naleta hoja. Okay, nataka kuipinge kwanza hii Aisha. Hii ya simu kwamba imekuwa flight mode anasema sasa mimi kuja ngombe kitu mimi sitaki kukusumbua sitaki pale nimekuja kwenye starehe nimekuja kwa baby wangu unajua kuna ile kusema kwamba wenyewe usema kwamba mapenzi ni time si ndio wale umepeana example ya mtoto wa Muheshimiwa amesema mfano ndio example si ndio kuna mtu ambaye babake ni wa raia wa kawaida tu kama wao kwa hivyo simu yeye anakuja anaweka flight mode na mimi nakujua wewe tuweza shinda na wewe labda mtaani na isipigwe lakini umekuja slip over unaweka flight mode for who ama for what for where mbona flight mode wewe si mtoto mheshimiwa ama wewe si mheshimiwa ama wewe kazi yako si ya wewe ngombe kitu lakini katika hii issue kabla tujaenda hiyo mode hiyo tupige unasema hii kwenye simu ika flight mode si kwamba ni kitu nakifanya na ni mfano lakini imekuuma sana lakini si kwamba nimekifanya lakini unajua ulizo swali ile simu ameenda mwenyewe dukani kununua. Ana uhuru, acha kuweka hiyo flight mode, aweza kaacha huko nyumbani kwake aswa. Akwambia mimi ninakuja. Na akaja pale hana simu. That's better. Lakini usiwe na simu lakini mimi as long as najua una simu. Hiyo si red flag nayo. Hiyo kitu kama ni simu huwezi tembea mahali bila simu. Kama hivyo phone ikae hapo. Hata ikipigwa kwa na confidence ya kushika mimi have no problem. Kwa the moment mtu anakuja kwangu ama anaenda kwake anazima simu ndani. Wazima ya nini? Ama ile yani pia hata wewe ukizima simu tayari najua tayari. Like exactly kokote mwanamume ama mwanamke the moment mtu anaanza kuzima simu ana pretend mimi nitakusumbulia jana mimi nawe peke yako. My friend that's a red flag. Aje kwa mfano ni tuseme kwa mfano ni bwana wa mtu. Uliniambia wewe ni bwana mtu. Kwa mfano nashakwambia ni bwana mimi niko na bibi. Uko na bibi sawa kama uko na bibi usiweke zime sasa kipiga shika. Si mimi najua na date bwana wangu. Kwa hivyo hiyo haina shida. Na shike mimi nitanyamaza. Kama niko na multi partners na kumbe hata ni simu lengo bibi. Already kwa na multi partners hiyo ni red flag. Kwa bibi yangu atapigi simu kabisa. Nishamwambia mimi. Una wengine that's a red flag. Wewe ni red. Anakuambia mimi naenda training. Wewe ni red. Kama kuna kala nyingine yenye na shout za red ni hiyo. Ni dark red. Kama uko na wife uliniambia mimi uko na wife na mimi nikakubali kuingia kama mpango wa kando. Sina shida. Wacha wife apige mimi nitaminya. Nitakaa Nione ni wife.
Kwa hivyo hutaka kujua yule aliyopiga ni yeye ama ni mwenyewe. Hata kama pengine hukuiona imeandikwa jina gani, lakini akienda kipokeaji simu chochooni no problem. Unajua ni wife wake. Mwanaume kashika simu chooni na wewe. Sasa amekwambia ni wife wangu huyu. Sasa amekwambia ni wife wangu. Mimi ndo utaondoka. Sasa amekwambia ni wife wangu huyu. Shika hapa. Wenda kisha ukoe. Anza na kuomba wewe. Alafu kuna kashetani wakanaingia wanajifanya wakafa hapa. Wajua kwa sababu gani? Umenikumbusha kitu hata cheki. Wajua pesa kwa bibi akwambia kitu kile kitu huja expect baba. Akwambia kwa mfano acha tuzungumze, mnajua kamera iko on. Anakuambia natamani ungekuwa iko kwako na style vile kwa kupatie. Obviously huyu hapo yuko hapa ataguda. Lakini kuna kitu kingine. No, si kuweka loud. Si unajua mko katika room na sauti iko hakuna kelele. Sauti wewe na umeminya. Mimi weka volume ya mwisho. Wewe ulikuwa tunasikia ndio. Sio unajua kitu. Unajua kuna ile kitu. Inategemea na response kama unajua. Unaweza kwa simu. Labda amekwambia hivyo. Yule bibi anakuambia vile. Akwambia basi kwa leo kuna kitu fulani nimeiona ilikuwa nataka, lakini sasa kwa vile umeenda ukirudi haina shida, ni mke wako. Sasa lazima utaguna. Utaguna. Na kuna nini? Na nishajua ni bwana mtu unaguna nini? Sasa ukisema tayari ushashamuta. Siguni kwa sababu hiyo style kama ikisikia kule tu yaanza hapa kwenda malizia huko ndio ile control. Ama una imani kwamba ikienda ikiapply hiyo utamwambia hebu nataka apply mimi hapa kwanza ndio hajakwambia ni style gani. Akirudi bwana unamwambia ilikuwa ni style gani hiyo? Unamwambia mimi nijue. Mimi kama uliniambia uko na wife shika mimi don't mind. Bwana kuna red flag ambayo naiona. Unajua tulipokuwa tunaingia katika mahusiano haya mambo mabebi nyingi huwa ni huku nje. Lakini usiku ukisema wacha nichukue ile jiko liingie nyumbani. Unaona? Wao kuna vitu uone, kuna sisi kama wanaume tukioa kwanza tuko na of expectations. Unajua kwamba mimi mwanamke wangu nataka awe hivi. Kija pale kama ni kusaviwa chakula fresh sio nakula alafu nakula mwenyewe sio. Vitu kama vile. Lakini ukifika kwa nyumba unapata first time inakuwa ile kwa sababu kuna vile amefunzwa kidogo, yeye sema amefundwa, si ndio? Na wewe nao umepata mtu amekupatia hamasa kidogo za kindoa, si ndio? Unajipata nipatie ni kama haipiti au si haipiti wiki mbili. Sawa, haipiti wiki mbili. Let me be honest. Haipiti wiki mbili. Wiki ya kwanza pili utadekezwa. Lakini ikifika wiki ya tatu hapo utaona vitu vinajibadilikia. Kama kuletewa maji sio, hata ukifika kwa nyumba unapata kama ni maji pia kuoga utaambiwa msao mazoeano. Watu mazoeano sasa nakwambia sana unaviona kwamba kuna vitabia ambavyo vinapikwa kama uko kwenye ndoa, si ndio? Alafu vinakuja vinageuka wakati mna ile ndoa ndo, kwa sababu kuna mmoja sema ndoa ndio kitu cha kwanza ambayo unapata certificate alafu unafanya mtihani. So wakati unaingia katika mtihani, kuna expectation reality. So the reality ambayo sisi tunapitia wao ndio unapata inatengeneza gap between sisi na marriage yetu na ule mtoto wa kike. Kwa sababu wewe marriage yako unaiona kwamba mimi nikienda hivi itakuwa sawa. Marriage unaona pia unakuwa chakani. Unapata mtoto wa kike pia unatengana naye. Unaona kwamba unafuata mimi kama mimi. Wanajiuliza swali kwa sababu pia mimi nilikuwa nikilaumu. Kuna pale masehemu pana ile kile ule mwembe ule ukifika pana drafu pale. Pana sehemu pale hapo pana wazee. Kila jioni unapata wako pale saa 11 mpaka jioni. Sio? Wanapiga kete pale. Tajiuliza maswali, hao wazee wana kazi. Unaona? Pia kuna mabarobaro pale anakuja. Lakini ukijipata kwenye ndoa zile sehemu utafika. Utajipata mwenyewe unakwenda kuangalia draft tu hivi. Kwa sababu gani? Upatiwa attention. Kuna vitu upewi kule mahali. Kuna hizo kuna ile vitu vitatu. Marriage, expectation na nini? Reality. Sawa? So sisi watu wa kiume watu tumeweka highest expectation pale kwamba mimi nikimpata huyu Kim vile vitu ambavyo nilivyoona babangu anafanyiwa nami nitafanyiwa vile vile. Sio akija Kim pale nyumbani vinakuwa ni tofauti. Tunajipata wengine ndio tunasepa. Ukitoka kazini pale mara ya kwanza nilikuwa ni mtu wa kwanza kwenda nyumbani wife wako na kupokea bagi. Sio? Lakini saa hizi ukifika unaweza kupata mchizi tu njiani. Lakini sasa hii unaona kitu sasa hivi watu wanaishi kwenye ndoa wengi wao 90% wanaishi kwa mazoeano. Ni mzoe tu. Lakini ukisema ati utaibebea wacha ile idadi ambayo wanasema talaka nyingi zingekuwa 100% sawa. Lakini mtu anasema acha nivumilie
nikapeleka ile draft nicheze, ikifika na bora tu ameprovide chakula nini, akifika naye anaingia naoga analala. Hiyo ndio, lakini ukisema tu utachukulia serious na ndoa, wanaume wana fail, wanawake wana fail. Hata wewe mwanamke pia, yule mwanamke pia ana a lot of expectation kwako. Lakini sasa wewe kwa mfano umepata umepata ujauzito, ndio anataka attention yako, wewe ndio wa kwanza kuchoka. Kwa tarajia nini? Hata pia umemsupport jina hilo. Ona. Kwa hiyo ni muishi kwa yaani ndoa inakuwa mazoea. Unless pengine kuna mmoja yajitahidi. Je, ukijitahidi, je wewe unayojitahidi? Ndoa ni kama ndoa tuwe traffic. Ni kama you give it to me, I give it to you. Unaelewa? Ndoa ni kama wale watu wa matatu. Before uingie kwa ile matatu, atakubembeleza my friend, atakubebea hadi bagi. Conductor atakubebea hadi bagi, si ndio? Conductor atakupigania na watu. Ukiingia kwa ile matatu, shamaliza mchezo. Upungukiwa hata dala. Wewe mama, tusi. Utashuka. You understand? So ukielewa ile concept ya matatu. Ile bagi ukishuka pia atakwambia kwani uone hiyo hapo chukua. Mama shuka na mzigo wako. Yeye amekuingizia lakini utatoka na mzigo wako. So ukiangalia marriage kama ile concept ya matatu, ndio utaelewa. Unapoitafuta una sweat. My friend, hata kutembea kutoka hapo mpaka ziwani. Akotaka kuletea chips. Lakini siku atakuweka ndani ya nyumba. Sahau. Mazoea ndo naingia mazoea. Sasa hapo ndo mnajuana true colors. Okay, kuna hii point nyingine. Kuna point nyingine hii katika red flag moja. Hii sana okay naweza kuzungumza kwa upande wa wanaume. Kwa wanawake si sana vile. Ndio wanawake siku hizi wako na vile vitaje vile videngi vyao siku hizi bora. Katika red flag nyingine kama pengine mimi nafanya kazi na yule bibi anafanya kazi ama mko na biashara lakini zile biashara haziko connected. Pengine mimi biashara yangu nafanya kazi kwa kampuni ya insurance. Bibi anafanya kazi pengine ana duka lakini lake mwenyewe amecheza hizo vitu na kafungua. Ikifika mahali kama mmoja na bana hamshare zile, kwa mfano kuna project tufanye lakini watu wameanza kubana financial issue. Yaani mambo issue na financial. Hiyo pia ni red flag. Kwa sababu gani? Japokuwa si wanaume tunakiwa lawama makubwa. Siku hizi hainvest kwangu, nikaambia kuna mwanamke mwingine anampelekea. Yaani hivyo. So hizo pia ni one of the red flag. Kwa sababu gani mimi nimezoea wakati ambao tuko na relationship. Hata kama unatarajia kupata pesa kwa kakako. Mimi niko sawa kama hata kama kwa kakako anakupatia pesa, utaniambia mimi niko sawa. Brother wangu atatumania pesa. Sawa. Atatumania hela brother wangu. Kisha muambiwi tena. Ashraf Hakimi akituonesha mchezo. Mimi nami naishi kama vile Ashraf Hakimi. Red flag. Dating a mama's boy is a red flag. Is a very big red flag. Mimi nasema mamangu. Not as financial, it doesn't have to do shamaliza mchezo. Wanawake kule nje kama you're dating a mama's boy, that's a red flag. My friend, your relationship itakuwa. Mtu unamwambia kitu mamangu. Lakini ngoja swali la. Mama mwenye amesema sister zake 24/7 amekatuna madada zake kwa namba yake. Sasa swali linakuja na hapa. Huyo mama's boy, tuje kwa huyo mama's boy. Kimeumana ndani ya nyumba. Mbona urudenda kwa mamangu ukashtaki kwa mamangu? Kwa nini unaenda kushtaki kwa mamangu? Wewe ndio makosa. Wataka mamangu aniambia nini na mimi tayari nishampiga vita mamangu. You know, the people when you get mama's boy, imagine hata when you hawaendi kuripoti kwa mamako, because already najua the mother is the problem. Siwezi enda kwa sababu najua kivyovyote mamako atasaidia. So amesha wewe ulitibua mapema. Si ati hata si mimi. Ngoja kwa mimi mama's boy. Huyu mama's boy ushajua huyu mpaka mama's boy anafanya nini? Yes, mama's boy ni mtu mwenye hata mshahara, akipata mshahara, hadha. Sawa kwa kumsalimia kwa 30, sasa fanya jambo, njoo mwanangu. Zaenda pangwa. Hizi simepata. Trust you me, dating a mama's boy is the biggest mistake wanawake tunaweza fanya. Mama's boy kuna wengine, kuna mama's boy wengine. Lakini mimi nasema mama's boy yategemea. Kuna mama's boy wengine mama bado anampatia advice. Anamwambia kwamba go back to your wife. Tunaongelea mtu ambaye mama's boy tunamaanisha yule mtu ambaye hafanyi chochote bila mama yake wakati akona mtu. Kuna mama's boy aina mbili. Kuna yule ambaye anampenda mamake lakini mahitaji anajua kudifferentiate kati ya mke na mama. Mama ana nafasi yake na mke ana nafasi yake. Lakini kuna yule ambaye chochote mtu mshahara umeingia. Hata glasi kivunjika mama bibi amemvunja glasi leo. Amemwacha mtoto. Ni mama. Hiyo nayo my friend, hiyo hata kama ni relationship kama ni ndoa haiwezi. Nakwambia sisi wengine tunaishi na the biggest investment ambayo tunazifanya
mtu wa kwanza ambaye unamwangalia ni mamangu. Kumwangalia si shida. Kama kutakuwa na chingine cha kupata umeweka next of mama, it's okay. Kwa sababu next of anakuprovidea kila kitu. Lakini kuna properties ambazo nyinyi mna mchezo. Ngoja muandike mamake sasa. Wewe ngoja nikuulize, umeingia kwenye ndoa? Umenipata tena kuna properties. Lakini umeingia kwenye ndoa, unapata jamani mwanamume ako financially stable. Ukipata mwanamume ambaye ana struggle alafu mung'ang'ane ananikie basi hata kiti ama kitanda. Yaani wewe mimi hapa kuja na nini kwenye hiyo ndoa? Sikuja na chochote, lakini mimi kama partner wako I'm there to make sure kuna vitu vingine ambavyo mamako hakufanyii mimi ndo nafanya. Appreciate hajakataa. Ile nyumba unaokaa hata amekuandika wewe hasa. Sawa. Lakini sasa wewe unataka ile gorofa ambayo iko Mtwapa. Mimi mbona ameniandika? Wasema hivyo lakini utaenda kule. Umenipata na vitu vyangu na gari zangu. Sawa. Sasa hizo vitu hujui nilifanya nini? Alafu kuja wasema eti nikuandikishe zile. Hebu niandike hata kitu kimoja nyinyi. Na kila logbook ya gari pale ni charges ziko kufanya transfer. Nikasirisha. Mimi kuna vitu ambavyo mamako hawezi fanya, mimi nafanya. Tu appreciate mimi jamani, niandike zile pro box. Hizo tunaelewa, lakini sasa unajua kuna tofauti ya bibi na mama. Wala hujakosa nyumba, hujakosa mahitaji. Hata si ajabu pengine pocket money yako kila baada ya wiki unapata 30,000. Hiyo hata usia chakula. Mwambie hiyo ni yako ya credit. Bado nataka mali, niandike kwenye hizo gari. Unakuja na mali wewe. Boyfriend ambaye yako broke. Angalia. Sawa. Tafuta boyfriend ambaye yako broke bwana, mwanze life pamoja. Lakini ukipata jamaa sasa wewe kitu kimoja ambao mmekuja pamoja, mtasema hata kotini pia una haki ya kudai. Lakini ukija kupata tayari niko na nyumba langu mahali kisha uenda kotini unasema huyu tugawe hapa. Ikiangalia marriage certificate ni ya 2026, nyumba ilijengwa 2019. Niandike hata kitu kimoja. Haiwezekani kwamba kuna vitu yani, kuna kama msanii, sitataja jina, msanii juzi aliweza kutangaza mimi mali zote mimi naandikisha mamangu. And that msanii, my friend, relationship zake zote zimekuwa zinakuwa controlled na mamake. Yaani huyo ni mama's boy pro max 256 GB. Kwa sababu gani? Yaani ile kwamba kuna vitu ambavyo mimi as your woman nafanya venye mamako haizi kufanyia. You understand? Nimekuja kwa life yako ndio, kuna vitu nimekupata navyo sawa. But kuna ile kwamba mimi kuna most of the time uko na mimi kwa nyumba. Ni usiku homa limepanda, mimi ndo nitapanda stairs nikirudi nikikubandikia maji nikifanyaje. Kuna vitu ambavyo mamako haizi fanya mimi nafanya. So to appreciate mimi jamani, nionyeshe umuhimu wangu mimi katika ile. Lakini hajakataa. Ngoja nile mtu anasimama mpaka na mic pale stadium. Mimi mali zangu nimeandika my friend. Hiyo nafikiri ni mada special. Aisha, you have to believe that. Wewe ngoja katika life yangu sio tumepatana, but katika life yangu useme tuseme kama useme robo ndio tutakuwa tumepatana mimi na wewe, lakini ile yote hiyo kilo nzima useme nimekuwa na mamangu. Ukisema kwamba eti unapanda stairs kwa sababu mimi naumwa, nimetoka wapi kwanza? Nimetoka wapi? Mimi naona hapo hii masuala ya bibi akiingia kama mahitaji yake anapata, amepata properties, baki pale pale, usiende kwa ile nyingine. Lakini ukianza kumlazimisha bwanako ukimlazimisha bwanako kwamba kile kitu ambacho ulitengeneza miaka 6 nyuma ambao ulikuwa hauko, kwa sababu una mtoto na mimi kwa sababu mimi najua kwamba wewe ni mke wangu, mimi najua mke wangu na najua na watoto. Wajoje pengine na ngoja watoto wavute ndio nikamwandike mtoto mmoja ile gorofa. Una rush unapeleka syllabus mapema sana. Mimi jamani, hebu nipeni mzigo. Sasa end of the day utaifanya ndoa ivunjike, na kumbe mimi nilikuwa ni yangu nimewatengeneza ile watoto. Na yule mama pia ujue kwamba pia uangalie ile age pia anakala deposit. Mimi another red flag, sijui labda ni kopeti or something, but mimi kwangu ni red flag because combine zote mbili. Another red flag ni ile you are in a relationship with someone ana claim kwamba like kwao unajulikana. Ana claim yani kwamba baada ya kujua ma sister anakujua, bro anakujua, si nani anakujua. Lakini hakuna like wewe hujawahi peleka paka pale kwao, lakini kila siku ukiongea naye kwa simu, madam nakusalimia. Sistangu kubwa anakusalimia, anakuuliza wajalini. Mimi am very available kuja kwetu, lakini sasa mama anakuuliza madam kusalimia. Basi kitu kama yuko busy. Sistangu mkubwa amekusalimia, amekuuliza utakuja home lini, maana anataka kukuona. Mimi niko free 24 hours. Na ngoja tu tembea mbele, lakini hakuna siku yenye utanijaribu that's a day uniambie basi njoo kwetu. You are dealing with foolish. Sasa madam amekusalimia. Na unajua tu
madam mwenyewe picha yake yenyewe, that's a very big red flag. Lakini sasa unajua siku hizi kuna vijenzi mtu akiamba madam kusalimia je, mimi ndo mama mjengo. Najua wale ambao kitu kidogo tu mtaani kidogo kufanya kwambia unajua dadi ako hivyo kujisifia. Wewe umpata naye akikwambia dadi wangu yani nikifanya hivi ananifanyia tayari. Nikifanya hivi mimi wangu unafikiria ana sifa sumbua na utoto. Sumbua na utoto. But hiyo yani like hiyo kwangu it's a very big flag, red flag na ile kwamba mimi okay naenda kwao but napeleka usiku. Wewe mpaka na mwambia maji. That's a red flag. That's a very big. Bado nipeleka usiku. Tena anachukua na amelala. Kila mtu amelala ndio anaingiza ndani ya nyumba. Mahusiano ama katika ndoa. Au mahusiano hivi. Sijui chochote kile but mimi huwezi nipeleka kwani usiku wakati kila mtu amelala ndo afunga mlango kimya. Lakini mimi kuna kitu mpaka viatu basi hata mchana jielewe, lakini hata mchana tu jielewe. Tukifika pale mahali hata kama wewe ni boy ama ni gani unapelekwa kwa nyumba kwa mfano pale, ukifika pale tayari jamaa anaangalia vipi ukivua viatu jamaa anachukua na vingi. Wacha kupelekwa hiyo usiku, wacha kupelekwa kwa hiyo upelekwa usiku. Kuna watu wapelekwa kwa fake mothers, unajua hilo. Na mseti yule namwambia Kim, jana demu wangu leo wewe nifanye ndo madhangu, anaangalia mtu ambaye yuko age. Huyo age pia ni red flag already. Sasa si unajua pengine umri wangu pengine niko na 35. Amepewa hela. Wewe pia huyo mwenye amepeleka wewe mwenye una act as the fake mother in law you are also. Lakini unajua basi chongo if the house is ya mwanamume huwa kuna venye na react. Lakini kama si kwake pia kuna vitu vingine mwenyewe hajui viko wapi. Hasa penye atakupeleka ndo utajua huyu jamaa hapa nyumbani usiku ama si kwake. Lakini swali ni hili, katika mahusiano ni vizuri mfanye mahusiano kabla mjahusisha familia yenu ama ni vizuri usinipeleke. Tuanze kwanza. Kuna family zingine wanaletwa watana na watu wanakuembrace. Ukija mama wote wako vile. Wangu unataka uondoka umevimba. Kesho kuleta mwingine. Boys siku hizo wana tabia mbaya. Kuna boys wenye wanapeleka madem kulingana na ratiba. Kwa mfano kuna yule ambaye ataletwa mama vile ambavyo anavyotoka. Anakando na mama. Kuna yule mwenye akija kwake wa kushinda. Halali wa kushinda wenda zake. Kuna yule akija yopiga kilasi. Kuna yule akija ndani kwa ndani hatoki aonekani Alafu kuna yule ambaye akija yuko free kufanya anything, ataingia ndani, apike, afue, afanye. Yaani wanaume siku hizi wameweka mabrand ya wanawake, kila mmoja ana kazi yake. Mimi kunipeleka kwa dada zingine tunanipenda usinipeleke. Katika mahusiano hapa mimi naona mwanamume kuwa na mademu wawili watatu is not simba. Kwa sababu gani yuko kwenye Instagram? Kwa sababu gani Simba sio spare? Waje bila nataka no, hata ifanye hata kwenye mahusiano fanye pia. Unaangalia yule ambaye atafit. Hakuna spare lakini sijui. Usijui bora tu mimi sijui. Kwa sababu gani? Haina haja. No, haina haja nikaenda mtu mmoja kumbe ataje kunipesi katika life marriage yangu. Ndio maana tuko na viroses basi siku hizi. Haina shida lakini nakwambia viroses hauwezi kufika extend ya kuoana lakini hizi spare tires zinasaidia. Kwa sababu gani? Inaweza kuwa huyu kuna tabia fulani. Anasema kwamba atakuwa anti break hata siku moja. Fanya research katika wanaume wengi wale ambao wameingia ndani ya ndoa. Katika wale ndani ya ndoa kuna wale ambao wameingia ndani ya ndoa ile siku ndio kufunga harusi. Kuna wasichana wawili ama watatu wanakula tukio huko kabisa. Kuna watu wanakula tukio. Wanakula tukio. Si sifa. Ni kuna anasema katika ukifanya research wanaume wengi wanasema kuna ile ngoma inaitwa wane wanapigia yeye na yule mwanamke pekee yake. Lakini wanaume wengi ambao wanaingia ndani ya ndoa kuna watu huko wanapiga. Na pia wanaume pia kuna wanaume pia dede mwake ambaye alikuwa naye anaingia ndani ya ndoa wanaume karibu watatu wapigwa matukio. Aidha upenda mmoja ni wa saluni, yeye ni pesa saluni ameshapigwa tukio. Kuna mmoja ya kulipa renti ashapigwa tukio. Kuna mmoja mkopa ampigwa tukio. Lakini mimi wanasema wanawake pia wanavifanya hivyo vitu. Si kwamba tuna wanaume peke yake. Mimi wanasema kuna age ikifika. I don't think all that is necessary. Varieties of men, sijui nini. Waje nafika point inaanza kuboresha. Kukuwa na multiple partners inaanza kuboresha. Achia watu wa below 25. Below 25 kushuka. Do all that. Lakini the moment umefika past 25. Shida inakuja pale mahali. Umeshatoka katika zile past relationship zipigwa matukio mpaka uko na 35 hapo. Wadhani kwamba utabaki na mtu mwingine. Leo unapigwaje matukio bado? Iko
Haujaingia kwenye ndoa lakini ushapigwa masiku kama 10. Hata hiyo in ndio umesema kabisa, kuna watu washapeleka paka posa kabisa kwenu. Kisha unapigwa pa. Lakini nani amekwambia upeleke na hujani console? Si tumekubaliana. No. Tumekubaliana na mtu ana change mind. The moment inakataliwa basi jua kuna. Unajua si wanaume sisi ni watu ambao tunatamani. Sisi wanaume tunatamani ndogo ndogo. Wao unaleta posa hujaniambia. Ile posa iko open. Kila mtu tumekubaliana kabisa. Kwani si vitu viko? No, kuna wengine unaleta posa kabisa. Tumekubaliana kabisa. Kuna hawezi. Imagine kuna mtu amemuona, maybe amemuona Aisha, amempenda Aisha. Anajua mpaka kwa kina Aisha. Sasa pia ni red flag. Hata mimi naipinga hiyo red flag direct. Wajua na mtu ama sina mtu. Kwanza hiyo ni mbaya hiyo. Lakini huyu mtu umekubaliana kwamba nyumbani kwetu mahali fulani, njoo mtu fulani mtapata mimi namba mzee. Lakini end of the day wewe mwenyewe ndio utaamua kwamba huyu ndio. Lakini sasa pale posa imeletwa ndio unapigwa tukio. Kuna red flag moja ya mwisho. Ya nini? Ya nini gani? Rose. Unajua by the squeeze. Baadaye virozi pia nao ni. Virozi nikiko na kirozi ndio wangu wewe umeenda. Yes. Virozi vimeharibu a lot of relations. Anasema mimi nakuleta kidato. Ukimwona na kirozi demu wako amuja uana. Waachana naye vipi? Sasa msaidizi mashine. Hiyo imeenda. Hiyo imeenda. Sasa kwa adventure. Kama kwa adventure anaenda kotini kajiozeshe. Angalia siku hizi ukichokora bagi la kama demu wako ana kirozi ni mshamba. Ni red flag. Mimi niko na kirozi unaenda. Wewe unaenda. No, kama demu ana kirozi. Yaani kirozi ama pengine ni ile lesbian ile unaviona zako mnafanya vitu vyenu. Hiyo tayari umeenda. Yaani hiyo nayo pia unaenda hiyo. Kuna wanawake pia wanashirikiana. Kuna wanawake wanashirikiana. Si nini? Kiswahili inaitwaje lesbian? Ulele. Maana kuna witiana ni wanaume kwa wanaume. Sagaji. Hiyo pia umeenda hiyo. Hiyo pia umeenda hiyo. Kirozi ni kwa adventurous. Like ukiona hivyo vitu unataka tu kuongeza. Aziumizi. Sasa wanaume ni wengi. Wanaume ni kidogo. Sio ni kwa adventurous. Wanaume kidogo wapi? Wanaume ni kidogo. Siku wanaume wenyewe wameamua mrengo wetu yaani wanaume kwa vile wanakula mgoka. Wanaume wameamua mrengo wetu pia wamo. Unaamua kwa tu wanaume wanapiga vitu. Hakuna, no. Siku hizi wanaume wamehama mirengo. Hata kama huyo mwanamume anakula mgoka, kuna wale ambao ni married men pia. You can accommodate them. Nchomwe. Uchomwe na acid. Wewe unacheza play safe. Una play safe tu. Wewe una play safe. Okay. Anyways, it was a nice episode. Muzidi kutune, like, share, follow, comment kwenye page yetu pale YouTube. Tutakuwa tukiwapeperushia episodes baada episodes, story moto lakini ya kirozi lazima tuirudie hiyo. Anyways, peace out. Kwa majina anajulikana kama Kim Katwa.